Ni aje, welcome back to Pamian TV. Like, subscribe, comment and share. Nimekuwa nikingoja hii remix ya Hongo ya Karau. Wameni disappoint. Nilikuwa nadhani remix iko na Nigga Sean na ile mbogi yake kina 44 Dag. But hawakumseti kwa volume 2. But naelewa hii si remix, hii ni volume 2. Anyway, Hongo ya Karau 2 iko na Toxic Rilikali, Kapitani na Mauru Gwash. Wameiseti kwa YouTube channel ya Toxic ili itembee. Visuals ni mbaya kama kawa, King Cassidy director. Chorus ni the same Mauru Gwash. Toxic amechora verse nare pia. But hakuna buzz vile, just the normal flows. Kuna line anasema hii ni rare kama rangi mpya Kamiti. Unajua Kamiti hawabadilishangi rangi. Na kuna ingine pia anasema niko na confidence kama Suicide Bomber. Pia verse ya Kapitani ni mbaya. Kuna line anasema we are not police but tutaje ukiwa na ngori. Na pia kuna line anasema Mukuru alikuwa ananisomea siye nasomea. Flows ni noma. Unaweza comment line ilikubamba kama kuna zenye nimemiss. Kuongea ukweli wangefanya ngoma mpya. Remix ya Doba haiwezi manze. Can't wait kuona vile collabo ya Kapitani na Toxic solo inaweza sound. Hii Doba huwezi rate na bass, labda flows tu na maline zingine creative. Iko fiti though, nimekuwa nikisikiza mara kadhaa. Anyway, Kapitani pia akona new freestyle inaitwa New Gears na imetembea, iko over 150k in a day. Welcome to Islando, bando nangos tunamangana. Nakumbuka ile ngoma ya Wakadinali, welcome to Islando venye tunamangana manangos. Sikizeni hiyo New Gears, iko fiti. Kuna line anasema uko na energy ya kuhate kwani wewe ni mchawi. Flow ni crazy manze. By the way, Kapitani nimenota kona flow zingine crazy bana. Ni kama Frasha wa P-Unit. Na by the after wamekubaliana na Master VK, Kitemeo ilirudi YouTube na iko almost 1 million views. Na pia Kitemeo version ya Master VK pia ilirudishwa YouTube. Ni kama walitoa strikes after wamekubaliana. Nilicheki kuna boys alikuwa amepost Kitemeo kwa channel yake time ile the original ilikuwa pulled down. Hiyo yake ilikuwa ishafika 1.5 million views. Na nacheki ni kama hiyo ya 1.5 million ilitolewa YouTube. Haiwezi shinda the original. Though kuna mse alikuwa ameniuliza hiyo pesa itaendea nani, kama itaendea huyo boys. Kwa music, as long as license music yako, ni either uchukue full revenue ukiwa copyright owner ama msplit revenue na mse mwenye amepost. Na sana hiyo pesa yote ingeenda kwa Kapitani kama huyo boys alikuwa amemonetize, cause Kapitani ndo ana own the copyright. But sidhani huyo boys alikuwa sha monetize hiyo Kitemeo. Anyway, nikimalizia nilicheki Spotify waliban mangoma mingi za AI. Na pia YouTube walikataanga kumonetize content za AI. So watu wajifunze kutumia AI kama tool ya kumake work easier, sio ikufanyie kila kitu. Na talking of Spotify, nilicheki top 20 male artists wenye wako na listeners wengi monthly on Spotify. Kina Bien, Sauti Sol wameshikilia top 3. Cause ngoma za Sauti Sol ziko na nostalgia, so wanasikizwa daily. Na pia audience yao ni woke, as in ni wasee wa uptown nini. So most of them wana stream music kwa hizi DSPs. Toxic Rilikali ako number 6 na 276k monthly listeners. By the way, Toxic anaweza kosa kuwa juu, cause unacheki mafans wake wengi ni wasee wa ghetto, na wasee wengi sana hawakuangi na Spotify ama hizo DSPs. Nyashinski yako number 8. Wakadinali wako number 10. Kwani wameshuka aje? Lakini hawaja drop bang of late.
Ya Kapitani number 11, Scam Cardinali number 19. We enyewe manze. Lakini Bien ako number 1, ako na almost 1 million monthly listeners bana. Pesa Bien ana make, wacha tu. Nilicheki interview yake kwa podcast fulani. Ya na pesa alikuwa anasema ati Solfest inaletanga. Hapo ndo nikaelewa brand ni muhimu. Ya Solfest ina stack over 1 million USD kwa show moja yenye wameorganize. Respect bana. Kitu inabamba na Solfest ni vile ni strictly Kenyan artist. Yeah. Anyway, nimedigress manze. Yeah, make sure umecheck Hongo ya Karau 2 na New Gears ya Kapitani. Otherwise ni hayo tu kwa sasa manze. Like, subscribe, comment and share. Tupatane kwa the next video. We out.